Yes, this is Mzinga Sports. I know it has been a while since we gave you football content na unatujua tu kama kawaida. Ikifika ni football content, tunakuanga top of the world. The number one leading sports podcast. So today, I'm your host. I'm alone actually. William is my name as always. Sijabadilisha jina. So tunataka tuongelele kidogo some of the activities zenye zimekuwa zikihappen within our football world. Leo tunataka tuongelele tu football, especially the Kenyan football part of it. We have teams representing us at the Sekafa Kagame Cup ambayo inaendelea huko Rwanda. Gor Mahia wako pale na Tusker FC ambao pia wamecheza game zao. Gor Mahia wamecheza games 2, Tusker wamecheza game 1. Gor Mahia walishinda mechi yao ya kwanza yenye ilichezwa dhidi ya APR ya Rwanda, walifunga mabao 5. Na pale hivyo new signings kwa Gor Mahia walionyesha actually they are good signings. Kulikuwa pale na Ebenezer Okran ambaye alitoka Ghana. Watu wengi walikuwa wamemdoubt sana kwa sababu ni mchezaji ambaye aliingia na last season hakucheza, amekaa sana bila kucheza game kwa sababu ya injuries. But game ya APR ya Rwanda, Ebenezer Okran alicheza game nzuri sana. Naona watu wengine wanamuita Moshi Wanawa. So Moshi Jakababa Wanawa alicheza game fiti sana. Pale kulikuwa na Leslie ambaye alifunga bao. Leslie ni pia ni new signing ambaye wamemsign kutoka Nairobi United. Paulo Koth pia alifunga bao, the new signing from Ulinzi. Machaka pale midfield alikuwa maintain vizuri. The new signings walicheza good game actually. Pale mbele pia Ebenezer Asifua, Ebenezer wa mabao, aliekelea bao yake. So Gor Mahia game yao ya kwanza ilikuwa game fiti sana. Okay, so game ya pili ni kama coach alikuwa anafanya testing. Kwa sababu ukikumbuka kwa press before game ichezwe, coach alisema kila mchezaji anafaa pewe game time. So ukiangalia lineup yenye ilicheza game yetu na game ya Gor Mahia na ndio tu nisemeni game yetu. Game ya Gor Mahia kwa sababu ni timu ya Kenya. Ukiangalia hiyo lineup yenye ilicheza game ya pili ya dhidi ya Vipers ya Uganda na lineup yenye ilicheza dhidi ya washindi the champions of Rwandan League wao APR ilikuwa lineup tofauti. Na ikumbuka kwamba Vipers pia ni champions huko Uganda. So ni kama testing coach alikuwa anafanya, of which mashabiki wengi wa Gor Mahia hawakufurahishwa sana kwa sababu tungeshinda hiyo game Gor Mahia ingequalify kwenda semifinals direct. But sasa tulihold game vizuri, game ilikuwa sawa. I watched that game, tulihold vizuri. Ukiangalia first half pale mbele mashambulizi ya Gor Mahia iko inafanya mashambulizi. Juu pale mbele kulikuwa na Ebenezer Dukwa na Ben Stanley Omondi na George Amono. Hao ndio walianza kukula mbele. Na game ukiangalia mashambulizi haikuwa sawa sana. Pia Katasi alianza kwa goal, Ovicha alimaintain vizuri. But sasa dakika za mwisho Gor Mahia ikakuwa punished. Ni kwa sababu hatukutake advantage ya our first half, like hizi opportunity yenye tulikuwa na hii time mingi yenye tulikuwa nayo, hatukutake advantage of that time. Tulingoja hadi dakika za mwisho na ukumbuke kwamba Vipers Uganda si timu ya mchezo. Ile ni one of the team yenye kuna uzoefu mkubwa sana na timu za Uganda zikuangi timu za kuchezea. So walipata opportunity moja wakafunga mahedi au wamequalify direct. What Gor Mahia needs to do right now ni kuwashinde tu game yao next. And tunajua hii ni kama pre-season friendly, kila mchezaji anafaa apewe time ndio tujue nani tutaenda nayo next season, nani tutacheza nao CAF Champions League. But hata hii trophy hatuwezi kuwa tumeenda hapo kama Flower Girls tumeenda tu kuparticipate. We need that trophy, we need that money ikuje home ndio itusaidie for preparation za Champions League. Pia draw ya Champions League itafanyika next week on Thursday. Gor Mahia wanacheza Champions League, alafu Tusker watacheza Confederation Cup. So tutakuwa na draw next week on Thursday, tutajua ni nani Gor Mahia wanacheza nayo qualifiers na Tusker watakuwa wanacheza na nani before end the group stage. Game ya Tusker against Al Hilal ya Sudan ilikuwa game nzuri sana. I also watched that game. Na Tusker hawakutake chances zao, walikuwa na create chances but mashambulizi kule mbele hawako na tumia chances zao vizuri. Abu Domar alipata some free kicks na Abu Domar kwa free kicks tunamjua, alicheza vizuri hizo free kicks zake. But sasa kama kawaida game inakuanga na mshindi na mtu mwenye atashindwa. So Tusker walipigwa 2-0 na Al Hilal. Game yenye pia haikuwa imefurahisha sana, but Tusker they did a very good job. So what they need to improve is on their attacking force. Ndio game yao next time at least ishike vizuri. Nimeona Abu Domar ameingia pale, ashapewa captain, congratulations. Actually Abu ni mchezaji mwenye amekuwa na uzoefu mkubwa kwa Kenyan League. So pale pia inahitaji
experience pale, kuna kina Erambo pale pia wenye wamekaa kwa ligi sana. So I think next, na ukiangalia pia signings zenye Tusker wamefanya, niliona kuna jamaa wao wamesign, I think it is from Eritrea. That guy is very good, na signings za Tusker zimekuwa signing mzuri sana. So next season Kenya Premier League itakuwa very competitive, itakuwa very competitive league. Teams zimefanya signings, Gor wamefanya signings mingi. Saizi pia naona wanataka former striker wa Vipers mwenye alikuwa na train na APR, huu mchezaji striker wa Uganda, nitakumbuka jina yake. Gor Mahia saizi wanataka kumsign, na plus ukiongezea wale ambao wamesign kwa midfield na attacking force yao, they are good to go. Pale FC Leopard pia wame replace Katasi, wamesign Sebastian, so they are good to go. So FC Leopard pia nimeona wamefanya signing ya ku replace Katasi, wamechukua goalkeeper kutoka Kariobangi Sharks, wameongeza pale mchezaji kutoka Mara Sugar on their defense, wamechukua winger from Uganda on their attacking force. So league saizi itakuwa competitive, itakuwa competition after. Pia technical bench yao nimeona wameimprove, wameleta Francis Kimanzi pale kama assistant coach wa Ambani. So next season Kenya Premier League is one of the biggest league to watch. So saizi kitu watu wanangojea ni hii saga ya FKF. FKF bado ndio tukuna issues hapa na pale, kwa sababu tumefika August, league inafaa ianze end August, kwa sababu ukiangalia kwamba inafaa ishe by early July next year, kwa sababu early next year actually si July, inafaa ishe mapema kwa sababu ya preparation ya AFCON yenye inaanza July next year. So league inafaa ichezwe na ishe mapema, na mpaka saa hii fixtures ya league hajatokea, na ukumbuke tuko na AFCON. So FKF kazi kwenyu. Kama ni najua kuna misunderstanding in fact in our next episode tutaongelelea, we'll invite one of the guest, mtu mwenye akona uzoefu sana, tutawaambia tu ikifika hiyo time, but tutadiscuss some of the issues surrounding FKF right now, kwa sababu unaona pale Kenya Premier League wale chairmans wa ligi wanasema kwamba ligi kuwe handed over to another body yenye itakuwa ina run the league, na I think FKF ilikuwa meet now ku discuss that issue. So that is also something that we are waiting to see how it will go. Kuna kesi pia ziko hapa na pale ambao bado ina drag FKF behind, kesi ya promotions na relegation. So hizo pia ni kesi zenye zimekuwa hapa na pale. That one is also something that we are monitoring closely, na tutakuwa tunapata update. So in our next episode, tafadhali don't miss our next show. Tutakuwa na one of the officials, actually hata kama si official, but one of the person mwenye ameshai kuwa hapo kwa FKF ama former player, of which watatupatia enlightenment of what is happening in our Kenyan football right now, cause kumekuwa na issues hapa na pale, but we hope for the best. Tumemiss ligi, tunataka ligi rudi, game iendelee kama kawaida na kila kitu ikuwe sawa. So that is all about whatever is happening in the Kenyan League. Gor Mahia kesho wako na game na champions wa Djibouti, as I already said. We wish them all the best manze. We want to see them going up to the finals na washinde Kagame Cup. Wameishinda, kuna wakati walishinda wakiwa Luo United, wakakuja wakashinda wakiwa Gor Mahia. Ni kikombe ambacho FC Leopard imeshinda mara 5. So Gor kuinio ni kuonyesha kwamba the football in Kenya has grown. So we need to show Africa, the East African fraternity, ya kwamba Kenyan football has really grown na Kenyan teams ziko strong. Actually pia ni kama preparation for the CAF Champions League. Tusker FC pia ni timu ya kwetu, pia tunaiwish all the best pia hao wafike hadi finali. Wawin tu hizo game zao zenye zimebaki. Tunajua pale kuna miamba wa soka wa Tanzania kina Simba, kuna pale miamba wa soka wa Uganda kama Vipers, but we wish our Kenyan teams all the best as they go to CAF, as they continue the Sakafa Kagame Cup. So in our next episode, leo nimekuwa peke yangu, but next week sasa tutakuwa na very wide discussion. Tutakuwa na discussion kubwa sana, tutakuwa na watu kwa gando yangu hapa na hapa, kutakuwa na guest. Hata kama ni wawili ama watatu, we'll be discussing more of Kenyan football, na pia signings za English Premier League. Hatuwezi sahau, tunaona Chelsea wameanza pre-season, Manchester United wako pale, akina Arsenal pale naona wanataka Vinicius Junior, lakini ni kama Vinicius ataongeza contract. Chelsea wanataka kina Danny Welbeck na Anderson. Ni kama Chelsea pia wamechange their signing structure, kwa sababu tukiangalia IPL tulikuwa tumezoea Chelsea kusign young talent na kudevelop na kuwauza. But saizi naona wanataka Anderson mwenye ako 36 years old, Danny Welbeck mwenye ako 35 years old, na pia kuna wachezaji ambao walikuwa wamesign hapo kuna Morgan Rogers ambao wamemsign na at higher fee. So tunataka kuona venye watafiti, na ukumbuke kwamba the top 6
clubs in the English Premier League. Saizi wako na youthful coaches karibu wote wako, isipokuwa tu Arsenal peke yake, but hao wengine coach wenye wameingia saizi kwa top 6 ni wale ambao ni vijana but pia ni wageni pale. Chelsea wako na Xabi Alonso ambaye saizi ndiye amekuja kama coach wao. Mikel Arteta amekuwa for more than 1000 days going on, 1200 and something days. Pale Michael Carrick, legend of Manchester United, saizi ndio current coach wa Manchester United. Akina Ariola wako pale, akina Maresca, Enzo Maresca ako pale Manchester City, na pia Maresca pia tunataka kumonitor, anaweza atatoshea kwenye kiatu ya Guardiola ama Guardiola bado alikuwa zaidi yake. Kumbuke kwamba Maresca alikuwa coach Manchester City, akidevelop youth, kina Foden wakiwa wadogo wakikuja, but pia alikuwa assistant coach alikuwa kwa coaching staff wa Pep Guardiola. So Pep amementa some of the coaches ambao saizi wana coach the top 6 clubs kama kina Mikel Arteta na sasa Enzo Maresca ambaye amechukua Manchester City. So pia English Premier League tutakuwa tunafuatilia tuone pre-season vile inaendelea. Manchester United pia signings zao wameingia pale, wamechukua Andre Santos from Chelsea kuongezea hapo midfield yao. Tutakuwa tuna discuss how that one will fix na minimum. So guys, leo tuko hapa kukuletea some good news. Actually, kama wewe uko kwa football field, wewe ni stakeholder wa sports, unapenda maneno ya sports na wewe ni sponsor, ama uko na katimu pale nyumbani, unapenda quality things. So leo tuko hapa kukutangazia news za Warrior Sports. So Warrior Sports, they deal with the jerseys. So kushona jersey, we make good jerseys actually. Ukiangalia hata hii ni product ya Warrior Sports, angalia fabric vinye iko, a very good quality jersey yenye iko sawa, yezi tokana rahisi. So it is something that is good, something that is quality best. Tunatengeneza mpaka tracksuits. Ukiangalia hapa, this is a tracksuit. This is courtesy of Warrior Sports. They're very good tracksuits by the way. Tunatengeneza shorts, ndio hizi. Ukitaka shorts, very good shorts. Kama uko na mkidi kwa academy pale, uko na mtoi, academy inaitaka uniform, inamwambia next week tunataka kuja na uniform, wewe mlete. Ama uko na academy, you run academy sports, leta orders, leta deals, tukutengenezee jezi za quality. Hizi ni samples, these are samples of jezi. Kuna hata ya Nairobi United hapa. Angalia kenye tunatengeneza. Hata ukiwauliza ni nani unajua kutengeneza jezi, nani anawatengenezeanga jezi za maana, watakwambia ni Warrior Sports. Hata Tusker na the rest. Angalia Kakamega Homeboys, ndio hii hapa, quality material mzuri sana. So ukitaka kutengenezewa any uniform, any jersey, uwe na club ama ukiwa na academy, ukiwa na club, ukiwa na sporting activity, hata za athletes. By the way, kulikuwa na moja umanya hapa, but I'll look for it next time. So anything to do with jerseys, kindly contact Warrior Sports. Ingia hapo DM yetu, utuambie unataka jersey, tutakuconnect. Haimanishi unataka, hata ukitaka 200, ukitaka 300, sisi tutakushonea tu. Sasa shida ni we don't sell one, tunauza in bulk. So usikuje DM na ati nishonee moja, no. Tunachukua orders mingi, tunashona ones, then we do delivery. So number utapata hapo kwa bio yetu, ama unaweza DM directly, tutakuconnect. Tunapatikana hapa Embakasi. So contact us any day, anytime for quality jerseys, material ingine safi kama hii. Angalia mali bro.